Leo nataka nizungumzie hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama inayotufundisha kutenda ihsani, kutenda wema. Kila kitu katika ulimwengu huu unatakiwa ukitendee wema. Si kwamba kuna kitu ambacho unatakiwa ukitendee wema, kuna kitu ambacho hupaswi kukitendea wema. Lakini hadithi hii itatuweka wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kwanza hadithi hii ameipokea Abi Ya'la. Abi Ya'la ambaye ni baba yake tukisema Abi Ya'la manake baba yake Ya'la, ambaye baba yake Ya'la huyu jina lake ni Shaddad ibn Aus radhiallahu anhu. Lakini hapa tukisema Abi Ya'la Shaddad ibn Aus, hapa kwenye hiki kitabu amesema radhiallahu anhu, na hali ya kuwa hawa ni maswahaba wote, inatakiwa tuseme radhiallahu anhuma. Okay, tuachane na hayo. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewajibisha kukitendea ihsani, kukitendea wema kila kitu. Kulli shay'in, kila kitu. Fa idha qataltum fa ahsinul qitlata, mtakapoua fanyeni kipambo kizuri cha kuua. Yani mnakapoua uweni vema, uweni katika hali ya wema. Hapa fa idha qataltum, kuna watu ambao wamepaswa, wamewajibikiwa kuuliwa, kama alqisas, mtu ameua anatakiwa auliwe. Yani mtu ambaye sheria imemtaka auliwe, basi Mtume ametufundisha pia paka kuua. Sasa msemo kasema kutenda wema ni kwa vitu fulani. Sasa kuua, kwani kuna kuua kwa wema? Kuna kumuua mtu, kumuua kwa wema? Kuna kumuua kwa wema, kwa ihsani. Kumuua kwa wema ni kumuua vizuri. Wa idha dhabahtum fa ahsinu dhibhata, mtakapochinja kifanyeni vizuri kichinjwa, kifanyeni wema kichinjwa. Waliuhida ahadukum shafratahu, na alitie makali mmoja wenu panga lake, au tie makali mmoja wenu upanga wake. Waliurih dhabihatahu, na akistareheshe kichinjwa chake. Rawahu Muslimun, hadithi hii ameipokea Imam Muslim. Sasa mafunzo tunayapata hapa ni mafunzo mengi sana. Walmana inna Allah ta'ala talaba minkum al-ihsana fi kulli shay'in, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ametaka kwenu nyinyi ihsani kwa kila kitu. Kila kitu kifanyiwe ihsani, au liajili kulli shay'in, au kwa ajili ya kila kitu, au ila kulli shay'in, au kwa kila kitu. Falihtimalatu arba'a, namna ni nne ya kuwezekana. Wa kullu shay'in yashmalu nafsa wa ghayraha min al-ahli wal khidami wa sa'iri nas. Tunaposema neno kullu katika hadithi tumesema kwamba inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in. Neno kulli linakusanya nafsi yako wewe mwenyewe unatakiwa uitendee wema, wa ghairaha pole, na isiyokuwa nafsi pia unatakiwa uitendee wema, wal khidami, na watamshi na watumishi. Umeona, wa kullu shay'in yashmalu nafsa wa ghairaha min al-ahli wal khidami, katika ahli, familia, mke, watoto na watumishi. Wasairi nasi, na baki ya watu wengine. Hata al-anbiya'i, mpaka mitume alayhimus salatu wassalam pia wanatakiwa watendee wema. Mitume utawatendea vipi wema tutajua huko mbeleni. Wal ulamai, na wanachuoni pia wanatakiwa watendewe wema. Wakadhal malaikati wal jinni wal bahaimi wasamai wal ardi, na kama hivyo kuwatendea mema malaika, kuwatendea wema majini
na wanyama na mbingu na ardhi, wanabati wa shajari, na mimea. Faama alihsanu ila nafsi, tunaanza kimoja kimoja kwamba kuna kutendea wema nafsi, kuna kuitendea wema, kuna kuwatendea wema ahli, ambaye ni familia, mke na watoto na watumishi, wasairi nas, na watu wengine, mpaka mitume na malaika na majini na wanyama hoa watakiwa watendee wema. Wanyama hoa ni hao wanyama tunawafuga nyumbani wasamai wal ardhi, na mbingu na ardhi tutendee wema. Sasa anaanza na nafsi. Fa amma al-ihsanu ila nafsi, ama kuitendea wema nafsi, fa huwa an yahmilaha ala fi'li ta'ati wajtinabil mukhalafat, ni kuilazimisha nafsi kutenda wema na kujiepusha na mambo yanayoepukana ya kinyume. Hakikisha nafsi yako, maana nafsi ina tabia ya kukataa, lakini hakikisha unailazimisha nafsi yako kutenda wema na kuiepusha nafsi yako na mambo ya mukhalafati, ya kinyume, yani mambo ambayo hayafai, nafsi yako izuie isifanye, na kutoipeleka nafsi mahala sehemu mbaya. Wala yazlimaha bimaasiyatin, na asidhulumu mtu nafsi yake kwa kutenda maasiya. Wala yutiaha fi kulli ma turid, wala asitii nafsi yake kwa kila ambacho nafsi yake inataka. Nafsi yako inataka ivute sigara au ifanye jambo fulani baya, usiitii. Kwa hiyo nafsi kuitendea wema ni kuilazimisha kutenda twaa na kuitenga nafsi hiyo yako na mambo yasiyofaa, na kuto kuikubalia nafsi kwenda mahala pasipofaa, sehemu mbaya. Na usidhulumu nafsi yako kwa maasiya. Ukitenda maasiya umeidhulumu nafsi yako. Na usiitii nafsi kwa kila kitu ambacho nafsi nataka ukaitii ufanye. La, hapa ihsani ya nafsi ndio hivyo. Wa ama ihsanu ila al-ahli wal khidami, na ama ihsani kutenda wema, kuwatendea wema familia, watoto, mke na watumishi, fahuwa ayuashirahum bilutfi, ni kuishi nao, kutangamana nao kwa upole, wa husnul khuluqi, na tabia nzuri, wa yaamurahum bil ma'rufi, na kuamrisha kutenda mema. Hakikisha umemwamrisha mkeo, watoto wako kutenda mema, kuamrisha watumishi wako, wafanyakazi wako kutenda wema. Wa yanahahum anil munkari, na kuwakataza kufanya maasiya au mambo mabaya. Wa yuallimahum ma yahtajuna ilayhi, na kuwafunza kila ambacho watakihitajia kwacho. Yani hakikisha umewapa ilmu, umewafunza watoto wako ilmu, umewapeleka shuleni. Hii ni wema. Maana mwanao akiwa mjinga hujamtendea wema. Umewapeleka madrasa wasome chuo, huu ni wema, kumjua Mola wao, kumjua Mungu wao. Usipowafundisha watoto wako dini, hujawatendea wema. Sasa wala yukallifahum ma la yutiquna, na usiwalazimishe wafanyakazi wako kufanya kazi ambazo hawaziwezi. Hakikisha mfanyakazi wako anafanya kazi zile anazoziweza. Wala yudhayyihum, wala siwadhiishe. Kuadhiisha ni vipi? Ni kuwapuuza. Usipuuze familia yako, usiwapuuze wafanyakazi wako. Faqad qala sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kafa bil mar'i ithman, yamtosha mtu kuwa anapata dhambi nyingi, anapata madhambi makubwa, ayudhayya man ya'uluhu, ayudhayya man ya'ulu, kumpuuza anayemtegemea. Wale ambao umewajibika wewe kuwatumikia, wale ambao ni wajibu wako wewe kuwatumikia, ukiwapuuza ndio huko kuwatelekeza watoto. Ni dhambi kubwa sana kumtelekeza mtoto
kuitelekeza familia yako ni katika dhambi kubwa. Kwa hiyo dhambi, watu wasija kafikiri dhambi ni kunywa pombe peke yake, kuzini, hata kutelekeza familia pia ni makosa, ni dhambi kubwa. Kwa hiyo hii hadithi inawazungumzia wale wanaotelekeza watoto, wanaotelekeza familia. Kafa bil mar'i ithman ayudhayya man yaulu, kuna mtosha mtu kupata dhambi kubwa, dhambi nyingi kutomjali anayestahiki kumhudumia. Najaribu kuzungumza kwa Kiswahili fasaha ili nieleweke. Yani kunatosha mtu kupata dhambi, ayudhayya man yaulu, kafa bil mar'i ithman ayudhayya man yaulu, kunamtosha mtu kupata dhambi kubwa na nyingi, kuwapuuza wale ambao aliowajibika kuwahudumia, wale ambao amewajibika kuwahudumia akawapuuza, basi kunatosha kwake kuwa ni dhambi.